Karibu sana ndugu mwanafunzi katika programu yetu ya kujifunza Kiingereza. Tuko katika programu ya utungaji wa sentensi. Mimi ni mwalimu wako Shaban bin Omar na hapa nakuletea utangulizi. Katika utangulizi huu tutaangalia vipengele vya sentensi. Vipengele vya sentensi. Sasa vipengele vya sentensi viko 6. Vipengele hivi tunaweza tukaviona katika kifupisho kifuatacho. SLVOCA. SLVOCA. Kwa hiyo SLVOCA. Kifupisho hiki ndio kinawakilisha vipengele vyote ambavyo unahitaji kuvijua ili kuweza kuelewa utungaji wa sentensi. Kipengele cha kwanza kabisa ni subject. Subject ni mtu au kitu kinachotajwa mwanzo wa sentensi. Huyu ni mtu au kitu kinachotajwa mwanzoni mwa sentensi. Kwa utakuta sentensi zote zitakuwa katika maelezo zinaanza kumtaja mtu au kitu. Alafu sasa maneno yaliyobakia kwenye sentensi ndio yatakuwa yanamuelezea huyo mtu au kitu hicho kilichotajwa mwanzo. Sasa neno ambalo linaweza likaja baada ya subject ni link. Link, neno linalomaanisha hali ya kuwa. Neno linalomaanisha hali ya kuwa. Na katika somo letu hili tutaangalia zaidi kijineno be. Be na mabadiliko yake. Maana yake hicho ndio kinaelezea hali ya kuwa. Kipengele cha tatu ni V. Na hii V nayo mara nyingi huja baada ya subject. Pale ambapo link haipo inaweza ikaja verb, kitendo. Kitendo ambacho kinamhusu huyu subject aliyotajwa mwanzo. Hapa tutaona vitendo. Alafu kipengele kinachofuata ni O ambacho ni object. Object ni mtendewa au kitendewa. Utakuta object inakuja baada ya kitendo, baada ya verb. Kwa hiyo utakuta huyu ni mtendewa au kitendewa cha kitendo kilichotajwa katika ile verb. Kipengele kingine ni complement. Complement ni sifa. Na saa nyingine hali au tabia au hadhi. Kuna mtu au kitu ambacho kitakuwa kimetajwa katika hiyo sentensi. Sasa hii ni sifa yake. Complement yake inaweza kuelezea sifa au hali au tabia au hadhi ya hicho au huyo aliyetajwa. Alafu kuna adverbio. A inasimama badala ya adverbio. Adverbio ni neno linaloelezea mahali, wakati au jinsi. Tukisema jinsi, pengine jinsi ya kitendo kilipofanyika. Wakati kitendo kilipofanyika. Mahali kitendo kilipofanyika au hali ilipokuwa. Na mambo kama hayo. Kwa hiyo tuna S subject, L link, V ni verb, O ni object, C ni complement na A ni adverbio. Subject anatajwa mwanzo. Link inaelezea hali ya kuwa. Verb inaelezea kitendo. Object ni mtendewa au kitendewa. Complement ni sifa, hali au tabia au hadhi ya aliyetajwa au kilichotajwa. Adverbio neno ambalo litakuwa lina tudodosa au linatupa dodoso kuhusu mahali, wakati au jinsi na mambo kama hayo. Hivi ni vipengele vya sentensi. Sasa vipengele hivi vya sentensi SLVOCA vinaweza vikatokea katika mipangilio ya aina mbalimbali. Tuna mipangilio ya aina 7. Vipengele viko 6, lakini vinavyotokea kwa pamoja tunaweza tukapata mipangilio ya aina 7. Mpangilio wa kwanza tutauona hapa ni SLA. Unaona hapo pana subject, link na adverbio. Subject, link na adverbio. Kwa mfano nikisema he is inside, yeye yuko ndani. Unaona ile hii ndio mhusika aliyetajwa mwanzo. Subject, is ni kineno kinachoelezea hali ya kuwa. Inside ni adverbio inayoelezea mahala, wapi, ndani. He is inside, yeye yuko ndani.
Unaona tumetajiwa yeye, mhusika huyo subject, is hali ya kuwa wapi? Inside, ndani. Mpangilio wa pili una SLC. Kuna subject, link na complement. Tumeshasema complement ni nini, unakumbuka? Kwa mfano nikisema she is intelligent. She is intelligent. Yeye ni mwenye akili. Unaona hali ya kuwa na akili. She, yeye. Is, ni. Intelligent, mwenye akili. Kwa hiyo pale tuna she ni subject, is ni link yetu inayoelezea hali ya kuwa, intelligent ni sifa ya huyu subject wetu, ndio complement yetu. Kwa hiyo hapa tunaona mipangilio yenye link inaishia hapo. Link inatokea sehemu mbili tu, kwenye SL ikafuatiwa na A na SL ikafuatiwa na C. Sentensi zinazohusu link zina mipangilio hiyo miwili. Unachotakiwa ni kujifunza sentensi nyingi za SLA, ina maana upate maneno mengi sana, na sentensi nyingi za SLC ina maana upate maneno mengi yanayoweza kutengeneza sentensi za aina hii. Alafu tunakuja mpangilio wa tatu una SV. Unaona hapo kuna subject na verb. Hapo tumeanza na kipengele V. V ni verb, kitendo. Sasa hapo linki haipo tena. Tunaanza mhusika aliyetajwa mwanzo na kitendo. Kwa mfano nikisema they go, wao wanaenda, yani ni kawaida yao, huwa wanaenda. Umeona they pale ni subject, mhusika aliyetajwa mwanzo, na go ndio kitendo. Kitendo kilichofanywa na hao wahusika. They go ni SV pale. Halafu unaweza ukapata SVO, yani una subject verb alafu object imekuja baada ya kile kitendo. Sasa ile object tulisema ni mtendewa. SVO una subject, mhusika aliyetajwa mwanzo, V kitendo, na O aliyetendewa hicho kitendo. Kwa mfano ikisema we punished them. We ni sisi, ndio mhusika aliyetajwa mwanzo, subject. Punished ndio kitendo, tuliwaadhibu. Punished kitendo cha kuadhibu. Aliadhibiwa nani? Them, wao. Object ndio watendewa. We punished them, kuna SV na O. Unaweza ukapata mpangilio wa tano, SVOO. Unaona sasa pale O ni mtendewa, kuna mtendewa na kitendewa. Kuna object mbili pale, subject, verb, object, object. Kwa mfano nikisema I gave him money. I ni subject, ndio mhusika aliyetajwa mwanzo wa sentence. Gave ndio kitendo, alitoa. Akampa nani? Him, yeye. Ndio aliopewa, ndio object. Kapewa nini? Money, pesa. Pesa nayo ni object kwa sababu imetolewa. Kwa hiyo kuna vitendewa na kuna kitendewa na mtendewa. Mtendewa ni huyu him, object, na kitendewa ni money. Him ni mtendewa kwa sababu kapewa, money ni kitendewa kwa sababu imetolewa. Pesa imetolewa, ni kitendewa. Kwa hiyo unaweza ukapata sentensi nyingi zenye mpangilio huu. Unakuwa na subject, mhusika aliyetajwa mwanzo, kitendo, alafu na mtendewa, ambayo huyu siku zote katika mpangilio huu utakuta anapokea. Anapokea nini? Kilichotolewa. Kama hapo amepokea pesa, kwa hiyo yeye aliyepokea ni mtendewa, na kilichotolewa akakipokea nacho ni kitendewa kwa sababu kimetolewa. Object mbili. Possibility au uwezekano wa sita ni SVOA. Subject, verb, object na adverbio. Unaona adverbio yetu ya sentensi ya kwanza ilikuja baada ya link. Sasa hapa adverbio inakuja baada ya object. Kwa mfano nikisema he put them inside. He ni subject. Put kitendo. Yeye aliweka nini? Them, vitu hivyo viko vingi. Them inaweza kuwa viti, vikombe, nini. Aliviweka wapi? Inside, ndani. Adverbio inaelezea mahala. Kama kule mwanzoni tuliposema he is inside, yeye yuko ndani. Sasa hapa tunasema he put them inside. Alichukua yeye akaviweka ndani. Hivyo vitu kaviweka wapi? Kwa hiyo tuna subject he, tuna verb put, them vilivyowekwa, object inside, mahala, ndani. Halafu possibility ya mwisho ni SVOC. Una subject, verb, object pamoja na complement.
subject, verb, object pamoja na complement. Kwa hiyo hapo tunakuwa na vitu kama hivyo. Kwa mfano nikisema she called him stupid, yeye alimuita yeye mjinga. Yeye hapo she ni mwanamke, called ni kitendo alichotenda, alimuita nani? Him, yeye mwanamume. Alimuitaje? Stupid, kampa sifa ya stupid. Unaona namba 2 kule kulikuwa na SLC, subject, link na complement. Sasa hapa complement yetu imekuja mwisho baada ya object. Ina maana sasa sifa hii ni ya object. Sifa ile ya SLC ilikuwa ya subject. Yani huyu subject ndio kapewa sifa ya intelligent. Sasa hapa huyu object him ndio kapewa sifa ya kuwa stupid, yani mjinga. Kwa hiyo ukiona SVOC basi hii C ujue inaenda kwa object. Ukiona SLC basi ujue ile C inakwenda kwa subject, ile sifa inaenda kwa subject. Hivi ndivyo tunavyoangalia au tunavyopata mipangilio 7 ya vipengele vyetu 6 vya sentensi. SLVOCA, mipangilio inaweza ikawa 7. Hii mipangilio 7 ndio inatengeneza sentensi zote za Kiingereza ambazo umekutana nazo na nyingine hujakutana nazo. Kila sentensi, chukua kitabu, chukua gazeti, chukua hadithi, soma, sentensi zote utakuta zina moja katika mipangilio hii. Hii ndio mipangilio yote ya sentensi ambayo katika kozi yetu hii tutakuwa tunasoma kimoja baada ya kingine kwa undani sana. Sasa hizi sentensi zilivyo hapa ni maelezo. Haya ni maelezo, yani ni mtu anaeleza. Tunaita positive statements. Ni maelezo yasiyokanusha. Tunasema he is inside, yeye yuko ndani. She is intelligent, yeye ana akili. They go, wao wanaenda. We punish them, sisi tuliwaadhibu wao. I gave him money, mimi nilimpa yeye pesa. He put them inside, yeye aliweka vitu hivyo ndani. She called him stupid, yeye alimuita yeye mjinga. Umeona, haya ni maelezo. Sasa kuna mabadiliko. Hizi sentensi lazima ujue mabadiliko yake. Sasa kuzitoa kwenye maelezo kuzipeleka kwenye maswali ni mabadiliko hayo. Zote hizi itabidi tujue jinsi ambapo haya maelezo tuyageuze yawe maswali, questions. Vile vile tuyageuze yawe negation, yani kukanusha. Kwa mfano useme he is inside, yeye yuko ndani, useme hayuko ndani. Hiyo ni negation. Zote hizo ujifunze jinsi ya ku negate. Halafu kuna sentensi ambazo itabidi uzielezee hali ya kuendelea. Hii zote ziko katika simple form. Simple form, vitendo ambavyo havionyeshi kuendelea wala kutimia kwa kitendo. Sasa unazibadilisha vipi kwa continuous? Yani kitendo kinaendelea sasa hivi, au kilikuwa kinaendelea, au kitakuwa kinaendelea, au kingekuwa kinaendelea. Namna hiyo. Haya mabadiliko lazima uyafanye ya continuous, alafu ujifunze kutengeneza perfect, vitendo ambavyo vimekamilika. Ndio mambo muhimu ya kujifunza ni sentensi hizi. Hii mipangilio tutajifunza kuipeleka katika perfect forms, katika hali ya kutimilika. Alafu passive voice. Kwa mfano nikisema we punish them, hiyo ni active. Ukiona subject ndio anatenda, we punished, wao subject ndio we, wao ndio wanatenda. Sasa ikibadilika subject ndio anatendewa. Kwa mfano ukisema they were punished, waliadhibiwa. Sisi tuliwaadhibu wao, wao waliadhibiwa na sisi. Sasa ukisema wao waliadhibiwa na sisi ndio imekuwa passive. Kwa hiyo zile ambazo zinatakiwa uzipeleke kwenye mabadiliko hayo, basi ujifunze kupeleka. Kwa hiyo katika kozi hii ndio tunajifunza hizi sentensi. Halafu tutazifanyaje mabadiliko ya msingi, tuzitoe kwenye maelezo ziwe questions, ziwe negation, tuzitoe kwenye simple, tuzipeleke kwenye continuous, tuzipeleke kwenye perfect, tuzipeleke kwenye passive kutoka kwenye active voice na mambo kama haya. Kozi hii itakuwa imelenga katika mambo haya. Ni kakozi karefu kidogo, kanahitaji takriban miezi 2 kwa sababu kila wiki angalau ujifunze mpangilio mmoja. Sasa ukipata mpangilio mmoja kila wiki ni siku 7 hizo, hiyo ni mpangilio 7. Kwa hiyo mipangilio 7 hiyo ukiongeza na wiki moja inakuwa wiki 8. Wiki 8 ndio miezi 2. Wiki 4 na wiki 4.
Kwa ni kozi yangu hii ya miezi miwili, ukiendea vizuri ndani ya miezi miwili utakuwa umepata msingi mkubwa kabisa wa Kiingereza, utakuwa umepata maneno mengi, utakuwa umejua jinsi ya kuzibadilisha hizi sentensi na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni kozi muhimu sana na kukaribisha, karibu. Basi mpaka hapo tutakapokutana katika somo la mwanzo kabisa, hii ni utangulizi. Tutakapokutana katika somo la kwanza tukiangalia hiyo mpangilio wa kwanza, tukiangalia mpangilio wa kwanza SLA. Mimi ni mwalimu wako Shaban B. Omar nikikwambia bye bye for now.